Tulikuwa tunakuwa wadogo tukisoma, tulikuwa tunasoma Mombasa Oil Refinery. Leo hii haziko. Viongozi wetu wanataka vitu shortcut, waende wa import vitu haraka, alafu wapate pesa rahisi. Pesa inakuwa kwa mikono wachache, wengi wanabaki kama hawana. Na mimi nikajiuliza, ni nani atakaye komboa nchi ya Kenya? Nikasema wale viongozi wetu wako pale, wakikuja wanakuambia wanataka kujenga manyumba sijui affordable, sijui nini. Wajiulizi, leo hii kuna watoto kama hapa Kisii National Polytechnic wa diploma wana graduate kila mwaka. Wale wa universities wana graduate kila mwaka. Every year watoto ambao wana graduate certificate, diploma, degree ni kama 1500 1300. Abjai jiuliza kama inji, how many job opportunities as a nation we have created for our young people whom we are sending on the job market. We are not asking those pertinent questions. And that is why we have started this movement. Na hiyo ndio ndoto ilinifanya nikasema mimi Peter Salasia ni mjumbe, ambie hii ndio njia ambayo tunataka kwenda. Kwa sababu mimi mwenyewe kama pesa napata katika kama salary ama napata, sina familia, sina nini, sinaweza enda kujipamba nifanye vitu zote. Lakini nikasema nani atakaye simama na vijana? Because we must have a vision. A country must have a vision for another 100 years from now. Sasa juzi mmeona kijana mdogo sana kule Burkina Faso. Kijana anaitwa Ibrahim Traore. Kwa muda wa miaka 2 peke yake amefanya nchi ya Burkina Faso kuheshimika duniani yote mzima, kwa sababu he believes that a country can be independent on its own. Ukiangalia nchi kama Marekani, finance bill inakuja once for the entire period of a presidency. Hapa Kenya kila mwaka finance bill. Na ajui investors sasa, ajui ile finance bill ambayo inakuja mwaka kesho itakuwa finance bill ambayo itakuwa mzuri kwake ama itakuwa mbaya. And that is why they don't want to be the risk takers. They want to be the risk averse. And they go in those countries ambazo hakuna risk, wanaenda Tanzania. Sasa juzi wakati nilikuwa kule Limuru, nikaeleza wakati wa Moi, hii Limuru hii ilikuwa ina employ bata watu kutoka watu 3000. Leo hii ni watu 300 peke yao. Nilikuwa pale Thika, nikamwambia Thika was the hub of Kenya in terms of manufacturing and industrialization. Lakini leo hii ukienda pale ni magodown peke yake. Na bado tunaendelea increase mambo ya population. Tulikuwa na wale viongozi wetu walikuja na mambo ya irrigation scheme mingi, lakini leo hazipo pale. That is why we must say that we must make a decision. Lakini ukikuja hapa Kenya wanakuambia wewe to be a president lazima ufikishe miaka 50 ati ndio sasa umequalify kuwa rais wa Kenya. Na mwalimu anamwambia wewe mwalimu retire ukifika miaka 60. Nyinyi watu wa Suneka, nataka niwaulize, mnataka ningoje mpaka 50 hapa nianze saa hii? Tuanze saa hii ama tungoje mpaka 50? Ili tukomboe watoto wetu, tukuwe na secured Kenya for another 100 years from now. Wangapi wanakubaliana hiyo maneno? And that is the mission. Wakati nikiwa kule Kilifi, nikuambia when the economy is good, it's good for all of us. Economy yetu ikuwa mzuri, ajui wewe ni Mkalenjin, ajui wewe ni Mluya, ajui wewe ni Mkikuyu, ajui wewe ni Mkisi, ajui wewe ni Masai. When it's good, it's good for all of us. And that is why we must rise up and say this is the Kenya that we want today. Because these people wanakuja na mabilioni ya pesa, wanakuja na mbwembwe, sarakasi. Wakishapata wanasema sasa ni wakati wetu wa kurecover pesa yetu ambayo tulitumia, and then they kutukaribisha, kutusikiza. Na nyinyi watu wa hapa Suneka, mnataka nirudi nisirudi? Mimi ni kijana mzuri ama ni mbaya? Si ndio? Unajua mimi wanasema uongozi sio masomo, uongozi ni roho.
When you have the heart for your people, you will always fight for your people. And that is the mission